Naam, karibu tena kwenye Official Zigo Saveni Construction YouTube channel. Leo tutajifunza kuhusiana na kitu kinachoitwa pad foundation. Pad foundation ni aina ya misingi inayotumika sana kwenye majengo yenye nguzo. Ila mara nyingi tumekuwa tuzioni kwa sababu huwa baada ya kuwa zimesetiwa huwa zinafukiwa. Kwa hiyo leo mimi nikaona sio mbaya tuweze kuangalia kitu kinachoitwa pad foundation na umuhimu wake. Sasa kabla tujaendelea, kwa tuone kwanza maana ya pad foundation. Tunaposema pad foundation tunakuwa tunamaanisha nini? Tunapozungumzia pad foundation, huu ni msingi wa zege unawekwa chini ya nguzo. Kwa hiyo ukikutana kuna sehemu kunakuwa kuna column au nguzo kwa lugha rahisi ya Kiswahili, chini ndio waga inawekwa hii kitu inaitwa pad foundation. Lengo ni kupokea mzigo wa jengo na kuusambaza kwenye udongo. Kwa hiyo hii ndio kazi kubwa kabisa hii pad foundation. Waga inapokea mzigo wa jengo then inausambaza kwenye nini? Kwenye udongo. Kwa hiyo in case umekutana na fence au nyumba au structure yote ile ina nguzo, chini kuna kitu ambacho kinaitwa pad foundation na kazi yake ndio hiyo, waga ni kupokea uzito then kuusambaza kwenye udongo. Inafanya hivyo ili kuhakikisha uzito wa jengo hauzami sehemu moja, ili kuwe kuna nini, kuwe kuna distribution ya load. Kwa hiyo itakuwa inagawa ili kuepusha masuala mazima ya settlement kwamba isitokee pakatitia. Lakini hizi pad foundations zinatumika pale ambapo udongo una uwezo mzuri wa kubeba mzigo na mzigo wa jengo lako unakuwa si mkubwa sana. Na maana mara nyingi tunaona kwenye structure ambazo zinakuwa ni za kawaida, magala, nyumba za kawaida, fence, ikienda kwenye magorofa unakuta ni gorofa moja, ikienda sana ni gorofa mbili. Kwa hiyo haitakiwi kubeba mzigo mkubwa sana. Pad foundation na sehemu kuu mbili, na blinding pamoja na pad footing. Blinding ni hiyo sehemu hiyo ambayo tumemwaga concrete hapo inaonekana chini pale, hicho concrete ndio tunaita blinding, ambacho kinakadiriwa kuwa na unene wa thickness ya milimita 50 mpaka milimita 75. Kama hujapewa, lakini kama umepewa makaratasi utafuata kulingana na design yako jinsi ambavyo ulivyopewa. Sehemu ya pili ni pad footing. Pad footing ni hicho ambacho kinaonekana hapo, hizo huo mchago unaonekana hapo, hizo nondo zilizopo hapo. Sasa vipimo vya hiyo pad footing huwa vinategemea mzigo wa jengo pamoja na uwezo wa udongo kuweza kubeba udongo. Huwa na venyewe haviweki tu from nowhere. Kwa hiyo hapo kuna calculations zitafanyika zikiwepo za space pamoja na idadi ya nondo, lakini ukubwa wake utategemea mzigo wa jengo pamoja na uwezo wa udongo kuweza kubeba nini, kuweza kubeba huo mzigo. Baada ya hapo kitakachofuatia ni masuala mazima ya kuweza kwenda kusuka nini, kwenda kusuka hiyo kola. Kwa hiyo usukaji wa column kuna njia tofauti tofauti. Kuna wengine ambao wanasuka column nzima ikiwa nje afu wanakuja wanaiweka hapo wanaifunga, lakini kuna njia nyingine kama hii hapa ambayo yenyewe tutafanya kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Ukiangalia pembeni kuna nondo ambazo zinapita pembeni ya box hizi zilizolala hizi. Vertical zimelala, kuna hizi huku, kuna zingine hizi huku. Hizi zitumika kama support. Yaani baada ya kuwa umefunga nondo yako, umeweka linki, unaweka hapo, then unaweka pima maji kwenye nondo moja kati ya nondo nne zilizopo hapo. Kwa hiyo utachagua wewe nondo ipi. Mfano kama unataka kunyoosha hii, unaweka pima maji hapo, then unaangalia bado ikisoma katikati mazima imenyooka, then unaweka hizo nondo za pembeni kama vile linki ya kuishikilia ili isifanyaje, isihame. Lakini haitoishia hapo tu, hii itaenda mpaka kwenye masuala mazima ya tutanyoosha hizo nondo. Baada ya hapo tutaenda kwenye masuala mazima kunyoosha boksi. Baada ya tumesha nondo tutanyosha vile vile paka na boksi. Hii tutaifanya hivi ili kuzuia kitu kimoja ambacho kinaitwa buckle kubendi. Kwa hiyo nini, kubendi kwa hiyo kolamu yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umezuia situation. Baada ya hapo patafungwa beam kwenye hizi links hizi. Hizi link hizi hapa hizi. Hizi link hizi zitafungwa beam hizi hapa hizi. Hizi link hizi. Ambapo beam itakuwa ni iko kwenye mfumo wa lenta type ambao kwa juu ya hiyo beam ndio kutakuja kujengwe tofali. Kwa kuanzia hapo kwenda juu kutakuwa kuna tofali.